Habari za leo mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya Language Crush Swahili. Nichukua wasaa huu kukukaribisha tena katika chaneli yetu ambayo unapata wasaa wa kujifunza misamiati, maneno mbalimbali na pia tamaduni mbalimbali za watu wa Afrika Mashariki. Karibu tujiunge pamoja kuanzia hapa mwanzo mpaka pale tamati ya kipindi chetu cha leo. Na kama mgeni hapa, ninachukua wasaa huu kukukaribisha, uketi, usiondoke, tujumuike pamoja. Uko na mimi Warda kutokea nchini Tanzania, niko na mwenzangu. Na mimi ni Christian Charles Kialiga kutokea Tanzania, na tutakuwa pamoja katika mada yetu nzuri na nzito inayosema, je, mvulana na msichana wanaweza kuwa marafiki tu bila mapenzi? Hii ni mada ambayo imekuwa ikijadiliwa kwa kina sana katika jamii yetu na imekuwa ikileta mtafaruku sana. Kwa hivyo leo tutakuwa na hii mada tukijadili kwa kina. Sisi na wewe mtazamaji wetu utuambie ni nini unachowaza kuhusu hii mada katika comment hapo chini. Karibu tujumuike pamoja. Tutakuwa katika mjadala wa upana, uwazi na mifano halisia ya maisha ya kila siku. Karibu sana. Kwa kuanza kabisa, naomba twende kufafanua rafiki wa kawaida. Kwa unavyoelewa, rafiki wa kawaida ni nani? Uelewa wangu, rafiki ni uhusiano wa karibu usio na matarajio ya zaidi. Nikimaanisha kwamba ni mimi na wewe katika namna fulani hizo ya kusaidiana, upamoja, kama ni masomo, kama ni kazini, au kama katika mambo tu ya kijamii. Leo umeshiriki hili la kwangu, kesho niko swala lako. Lakini cha kuzingatia ni kuepuka matarajio ya zaidi ya kuamini kwamba siku moja atakuwa wa kwangu. Kwa hiyo kunakuwa hakuna pia ushawishi au mambo kama hayo ya kutegemea kwamba kuna siku moja huyu mtu ninaweza nikawa naye kwenye mambo ya kihisia au mahusiano. Kiufupi ikishafika kwenye hatua hiyo, ndio maana nikazungumzia matarajio ya zaidi. Ukishakuwa na matarajio ya zaidi, tukisemea matarajio ya zaidi ni kuliko urafiki. Ukishapitiza urafiki, sasa hayo tayari anakuwa sio urafiki wa kweli. Ukiachana na swala la urafiki wa kweli, ni ule wa kufaana kwamba upo kwa ajili ya mwenzio, lakini sio katika matarajio ya atakuwa wa kwangu. Ukishakuwa na matarajio kama hayo, hiyo sio urafiki tena, unakuwa ni urafiki ndani ya vitu vingine. Kwa hiyo hapa mpenzi mtazamaji, tumeona urafiki wa kawaida ni urafiki ule ambao hauna matamanio au matarajio yoyote kutoka kwenye huo urafiki. Huo ndio urafiki wa kawaida. Ndio. Sasa hapa kinachofuata tutaenda kwenye uzoefu binafsi. Hapa nitaenda moja kwa moja kukuuliza swali. Kwenye maisha yako ulishawahi kuwa na rafiki wa kawaida ambaye alikuwa ni rafiki tu wa kawaida, hakukuwa na hisia zozote za tofauti au za kimapenzi? Kiufupi mimi niko vizuri kwenye swala zima la kutengeneza marafiki wa jinsia zote mbili, lakini ukisemea jinsia tofauti ambao ni jinsia ya kike, nimekuwa na marafiki mbalimbali na bado niko nao. Mfano kwa primary nilikuwa na rafiki yangu Benedetta Morris Ndege, kwa ambaye nimeenda naye mpaka sekondari. Kwa chuo nilikuwa na advance, nilisoma kidogo shule ya hizi za boys. Chuo nimebahatika kuwa na rafiki kwa jina la Rose Chama. Still bado tuko vizuri. Kwa mitaani pia nina marafiki wa kike still, mfano kama Rahma. Huyu nimekutana naye Dar es Salaam, ni rafiki yangu sana. Kuna Tumu au anapenda kumuita Didi. Ni mtu fulani msumbufu sana, na tunaishi vizuri, niko nao vizuri sana. Sasa kwa hao marafiki zako wote, haijawahi kukupata kwamba ukajisikia hisia tofauti juu yao, tofauti na urafiki tukiongelea? Siwezi kuwa mwongo wa kusema sijawahi kufikiria chochote. Unajua kuna muda unakuwa na upweke, afu ukimwangalia rafiki yako unaona mbona huyu ni mtu naye yuko vizuri. Sema shida sio kufikiria kupo, kwa sababu ni jinsia ya kiume na yeye jinsia ya kike. Ndio. Sasa hapa tunaweza tukaona kwamba kinachoharibu urafiki wa kawaida sio kile kitu mtu anachowaza kichwani. Ina maana kama unawaza kuwa
na mahusiano ya tofauti na urafiki wa kawaida na mtu, lakini mawazo yakabaki kichwani, haiwezi karibu urafiki. Kinachoweza kuharibu urafiki ni lile jambo la kwamba wewe umefanyia kazi zile hisia zako au mawazo yako mengine yanayojumuisha wewe kuwa tofauti na urafiki. Ina maana kama una rafiki wa kike au wa kiume ukahitaji sasa awe tofauti na ukataka kuanza kumwambia kwamba ninahitaji uwe labda mtu tofauti, uwe mpenzi au uwe nani, hiyo ndio inaweza kuharibu urafiki na hisi. Swala zima ni utekelezaji. Hiyo ndio changamoto. Lakini urafiki unaweza kuendelea kwa urafiki, ila utapotekeleza mleza mtaangukia kwenye kuvunja au kwenye kuendeleza. Labda wanandoa marafiki au wapenzi marafiki inatokea, zipo, lakini hapa sisi tunaongelea urafiki wa kawaida wakati ya jinsia hii na hii ambao hauna mahusiano. Sijajua wewe mwenzangu hali vipi, kwamba wewe je, kama mimi nilivyokutolea mifano yangu hai? Mimi ni binadamu pia, kwa hiyo inatokea ninakuwa na marafiki. Mpaka sasa ninao marafiki ambao wameshakuwa kama ndugu kwangu, ila kuna watu wengine huko nje wanahisi kwamba niko nao na mahusiano tofauti, na ilhali ni marafiki tu wa kawaida, marafiki wa karibu tunaosaidiana katika shida na raha. Pia kuna watu pia ambao walikuwa ni marafiki zangu ila wakaanza kuwaza mawazo tofauti, wengine iliishia vibaya. Kwa hiyo haya mambo yanatokea sana, kwamba kutoka kuwa marafiki kwenda urafiki kuisha kwenda kuwa wapenzi. Hivi vitu ni vya kawaida sana katika jamii zetu. Mimi kwa mawazo yangu mafupi kidogo, nadhani kwenye urafiki au kati ya jinsia kike na kiume, watu wengi wanaoanzisha utekelezaji tofauti huwa ni wa kiume. Ndio. Okay, kwa sasa ningependa hebu tuongelee urafiki kati ya msichana na mvulana wenye afya unaonekanaje? Mimi ninahisi ni mawasiliano yale ambayo hayavuki mipaka. Mawasiliano yale ambayo hakuna kutumiana jumbe usiku wa manane, usiku ulioenda sana. Hakuna kushikana au kuongea kihisia, kukaa maeneo ambayo mnakuwa mmekaa kihisia, kukumbatiana kihisia, hakupo. Au pia yale mambo kama ya kufanya kuliwazana pia kama marafiki, iwe ni mipaka ya kirafiki. Hakuna yale mambo ya kufanya mambo kama wapenzi, yani kushikana sehemu ambazo ni wapenzi wanashikana, au kuongea kama wapenzi, au kuitana majina ya tofauti. Na hisi mipaka ya hivyo ndio inatakiwa zaidi kwenye urafiki wa kawaida. Kwa hiyo tunaweza kusema swala zima la urafiki wa mvulana na msichana wenye afya linakuwa liko kwenye swala zima la mipaka. Kunakuwa na mipaka. Heshima ikoje kati ya watu hawa wawili? Nadhani hata kama mmoja wenu au wote wawili mkiwa na uhusiano ambao ni wa mpenzi, ni vyema kutoa taarifa ya huyo rafiki yako kwamba nina rafiki, kwa sababu nadhani usipotoa taarifa kutakuwa na shida kati ya wewe na rafiki yako, kwa sababu kutakuwa kuna matamanio ya zaidi. Na utakuwa sio urafiki, na inaweza pia ikaleta changamoto hata kwenye uhusiano wako ambao uko nao. Kweli kabisa. Na mpenzi wako, kama mimi nina rafiki yangu, yeye ana mpenzi wake, au mimi nina mpenzi wangu, yule mpenzi wangu anatakiwa ajue kwamba fulani ni rafiki yangu, fulani tunaongea kwa mipaka, fulani hawezi kupiga simu muda fulani, au fulani hawezi kuniona kwa muda fulani. Hiyo nahisi ndio mipaka inayohitajika zaidi ili kutunza urafiki wa kawaida kati ya mwanaume na mwanamke bila kuleta shida. Yaani inatakiwa mtu ajue kwamba fulani yupo na fulani katika jambo hili na hili, kwamba imetokea changamoto, mbona rafiki yake hajajua, au imetokea swala la furaha, mbona fulani hayupo. Ndio. Iliko kifamilia zaidi, kama ni kwamba ni kama mjomba mbona hayupo, kama ni kondo hivyo. Na ndio maana watu wanasema urafiki ukiwa vizuri lazima uitane ndugu, kwamba ni miaka mingi niko na rafiki yangu na sasa amekuwa ndugu. Ukiwa urafiki na mtu muda mrefu unakuwa ndugu, haijalishi ni wa kike au wa kiume. Urafiki ni urafiki, hasa ukiwa na mipaka na wakati gani tufanye nini. Na hisi utafika mbali. Ndio.